wanakuja hawajui hatima yao. Mwingine anaomba tu kupanda, mimi naomba ni perform bure, kwa sababu anakwambia hata akiomba hela majibu yanayotoka hayariziki. Sasa hebu jiondoe kwenye hizo lawama za mkoa, alafu tuambie pia swali lingine hapo hapo. Kwa nini mkoa umelala? Mkoa uko dormant sile. Na mwenyekiti wa Mika, wakati mna vipengele zaidi ya 18. Mimi sioni movement yote ya kimkoa hapa kwenye upande wa wasanii. Mwenyekiti, ndio maana tukakualika hapa asubuhi. Tuzungumze 2025. Mipango yako pia ni ipi? Karibu. Asante. Mimi nafikiri kwanza nataka tu nijielekeze kwenye yale ambayo ni ya muhimu kwa sababu ya muda niliopewa. Jielekeze huko. Kuhusiana kwanza na matukio ya kazi mbalimbali ambazo tumekuwa tukizifanya za kijamii, kwa maana ya zile kazi tunazopewa na serikali au zile kazi ambazo tumekuwa tukipewa labda na watu wa kisiasa. Kwanza watu watakiwa kutambua kwamba msanii ni kama mfanyabiashara pia wakati mwingine, kama tu atafanya kitu ambacho anahisi kinaweza kumlipa. Sasa historia labda nirudi tu huko tulipotoka, ndugu yangu mtangazaji, huko tulipotoka, yani mpaka tulipofikia, mimi niseme ni mafanikio. Huko tulipotoka, wasanii hao leo ambao nimewafikisha sehemu ambapo tunaweza tukakaa, hata kukaa tunajadili juu ya fedha zetu ziko wapi. Huko tulipotoka watu walikuwa wanaimba kwa kuomba, na wakati mwingine walikuwa wanatoa hela 2000 ndio apande jukwani. Hawa ni mashahidi. Hawa ni mashahidi. Mimi nimewatoa huko, tumeenda kwenye kuweka thamani. Sasa mimi naamini kila kitu kina hatua, na hatua huwa zina changamoto zake. Tulipofikia ni kweli tunaingia mikataba au makubaliano na baadhi ya kazi hasa za serikali. Tumetoka kwenye watu kuomba kuimba, tumeingia kwenye makubaliano. Bado tuna changamoto ya makubaliano ya mikataba, kwa maana ya kusaini. Tumekuwa mwanzo tulifanya kazi nyingi zile za makubaliano ya kwamba bana tutafanya kazi hii kwa kiasi hiki. Sasa unajua makubaliano ya mdomo mara nyingi hata ulipaji wake kidogo una shida. Baada ya karibu matukio kadhaa kupita na kuniletea shida sasa mimi nilitoka kwenye eneo hilo, na mtaona kuna ushahidi kidogo, nyewe ni mashahidi. Kuna matukio hapa kadhaa kama mawili, kama sio moja mawili. Mimi sijapeleka wasanii wa umoja wa wasanii. Kwa nini? Sikupeleka matukio umoja wa wasanii ni kwa sababu ya kuondokana na hizo lawama. Nilitaka kwenda kwenye makubaliano ya umoja wa wasanii. Unataka nini? Kwa wasanii wanataka mimi nifanye nini? Maana mimi sio ninaweza kuwapeleka kama hivyo ambavyo wengine wamekuwa wakiweka bana, kwamba ninaweza nikaamua au kwa kutoa kauli kwamba ninaamudu. Hapana. Mimi nategemea wasanii wananiongoza kwa kutoa kauli yao kwamba mwenyekiti, tunataka ufanye hiki. Kwa hiyo ukiona kwa sasa mimi nimeruhusu jambo, sijaruhusu mimi, wameruhusu wasanii. Kwa sasa hivi tunafanya kazi kwa mfumo wa maandishi, na hicho ndio tulichokubaliana. Kazi yoyote ambayo utaona tunaenda kuifanya, tutafanya kwa maandishi, kwa sababu na sisi ni watu ambao ni rasmi, tumesajiliwa. Kwa hatuwezi kufanya kazi kwa maneno tu kama tulivyokuwa tunafanya awali. Awali tulikubaliana nayo kwa sababu tulikuwa tunajitafuta. Hakuna mtu alikuwa anatuamini. Umoja wa wasanii ili upate lazima uumie. Hicho tulikuwa tunakiamini. Kwa hiyo ilibidi tuumie kwanza tuweze kueleweka. Tulivyokuja kueleweka kwamba hao wana content, wakitoa kitu kweli kinafika kwenye jamii, kinachota jamii, na sisi tumesema kumbe sasa hivi tuna uwezo wa kukaa sasa kutumia ile nguvu yetu ambayo tumetumia muda mrefu. Sasa tunahitaji iweze kuanza kurudi kwa makubaliano ambayo yataendana na kile ambacho tutakuwa tumekubaliana. Kwa hiyo wale ambao wanasema pia na ushikaji na baadhi ya viongozi, kitu ambacho sio kibaya, lakini wanaona ushikaji wako unaathiri kazi zao. Basi kwanza mimi niseme huwezi kufanya kitu chochote ukafanikiwa bila pia kutengeneza ukaribu na watu. Mahusiano ni kitu muhimu pia kwenye maisha yetu. Hata msanii huyo ambaye leo anatafuta kutoka bila ukaribu, kuweka ukaribu na mashabiki, bila kuishi vizuri na jamii, kukaa karibu na jamii, itakuwa ngumu sana kueleweka. Kwa hiyo kukaa karibu na watu wa serikali sio dhambi, kwa sababu nao ni binadamu. Na wao wanahitaji kuzungumza na watu.
lakini dhana ya kwamba ninatoa kauli kwamba bana naweza hili na muda hawa, nimetoa tu hapo ushahidi kwamba majambo yetu yote tunayoyafanya, nimekuwa sizungumzi na viongozi wa serikali. Kwanza naanza kuita wasanii, tunakaa kikao, hawa viongozi wangu ni mashahidi. Baada ya hapo tunakubaliana, jamani hii kazi tunaenda kufanya kwa bei gani. Wakinipa order, ama hapo naweza nikapiga simu, au kwa sababu nimekuwa wakiniamini kwa mambo mengi nimekuwa tukifanya naenda vizuri, basi naenda na kiongozi yote, tunaenda kufanya makubaliano. Hilo la kwanza. Jambo la pili, sanaa imepoa. Naweza nikasema inaweza ikawa ni sahihi, kwa sababu si wote wanaweza wakafahamu mpango iliyopo ndani ya umoja wa wasanii kuhusiana na maandalizi ya kubadilisha hiyo dhana. Yes. Kila taasisi au shirika lina program zake, na sisi umoja wa wasanii ni shirikisho. Tunaamini tuna kalenda yetu. Sisi tuna kalenda tayari. Wasichojua mashabiki au wapenzi wa burudani na michezo mkoa wa Katavi, tunayo kalenda tumeshaiandaa na itaanza kufanyiwa utekelezaji mwezi wa 4. Kalenda yetu itakiwa tuanze mwezi wa kwanza, lakini unafahamu pamoja na changamoto, watu wako busy na shughuli mbalimbali za kiuchumi kama kilimo. Kwa huwezi kufanya tukio lolote lile la sanaa ukaweza kueleweka au likakupa litani. Kwa tumeandaa kalenda ambayo itaanza mwezi wa 4, na mpaka sasa hivi labda kwa dokezo tutakuwa na mambo mengi sana kwa mwaka huu kuanzia na mwezi wa 4. Katiba mnayo? Lakini katiba ipo. Yes. Shaiandaa. Yaani ndio maana tumesajiliwa. Tumesajiliwa kwa sababu tuna katiba. Yes. Kwa hiyo tuko vizuri kwa kila hatua. Mwezi wa 4 tuna vikao kwanza, kwa maana tuna vikao vya viongozi wote mkoa wa Katavi kwa umoja wa wasanii, lakini tuna na katiba na kibali cha BASATA, lakini tunayo matukio ambayo yatakuwa ni rasmi ya ndani ya umoja wa wasanii, kwa maana ya uzinduzi. Hata uzinduzi sisi hatujafanya bado rasmi.